Ndio maana akasema ni huruma zake hatuangamii. Kama sio huruma za Bwana, ile mitego tuliotegewa, kama sio huruma za Bwana, yale tulioyakutana nayo yalikuwa ni ya kutuangamiza, lakini ni kwa huruma zake hatuangamii. Kwa hiyo siku zote tutafute rehema za Bwana na fadhili za Bwana kwenye maisha yetu. Yaani katika jambo lolote, mara nyingi adui anapoweka mitego, yeye anaamini kwamba ile mitego inakufanyaje, inakupata. Anakutegea mitego ya kila namna. Amina. Na yeye anangoja kuanguka kwako ili yeye aweze kufurahi. Kitu gani kinatufanya tusiangamie au tusiangukie kwenye mitego yao? Ni rehema za Bwana na fadhili za Bwana. Ni ule uvumilivu Mungu alionao kwetu, kwamba pamoja na hii mitego ambayo wametegewa, bado nitakuwa pamoja nao. Ndio maana anasema, mwambie adui yako kwamba Bwana niliye naye atanivusha. Rehema za Bwana zitaniokoa. Usifurahi kuanguka kwangu leo. Usifurahi kulia kwangu leo. Amen. Usifurahi. Bwana Yesu apewe sifa. Usimfurahishe. Usitamani adui afurahi kwa ajili yako. Ukilia adui anafurahi. Amen. Ukiwa katika shida na taabu, adui yako anafurahi. Amen. Adui anafurahi kukuona wewe uko kwenye kuangamia tu. Yaani hataki kuona furaha yako, hataki kuona kicheko chako, hataki kuona mema kwenye maisha yako. Yanapoinuka kidogo, na yeye anainuka kukuangamiza. Bwana Yesu apewe sifa. Neno linasema usifurahi. Adui yangu, leo unaniona nimeanguka, lakini kuna kuinuka tena. Anayeinuka tena ni yupi? Huyu ambaye anaziangalia fadhili za Bwana na rehema za Bwana katika maisha yake. Huruma za Bwana zikiwa juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu Mungu ni Mungu wa huruma sana kwenye maisha yetu. Anatuhurumia kila itwapo leo. Kila itwapo leo. Ndio maana kuna wakati unaweza, kama tungelifunguliwa macho katika ulimwengu wa roho, tukaona maadui tulionao, tukaona vita tulionao, na vile Bwana anavyotutetea, tungekaa vizuri sana kwa huyu Bwana.